Mheshimiwa rasmi, watu hawakusubiri kweli kweli. 1, 2, 3 tuone. Kaskolo mabali. Anazindua rasmi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dar es Salaam Tanzanite TV. Dar es Salaam Tanzanite TV. Umetusogezea huduma ndani ya dunia hii. Mimi sina mengi yameshafanywa kazi. Nilitaka niseme sasa Dar es Salaam Tanzanite TV imezinduliwa rasmi na tupige wote. Asanteni sana. Kazi iliyofanyika tumeiona. Tumeanza na taarifa mbalimbali, lakini pia tumefikia swala la kufanya uzinduzi. Nanyi pia kama wapendwa na wapenzi wa kuhitaji taarifa kwa maana ya tathmini ya habari, na washukuruni sana kwa kupoteza muda wenu, lakini pia kwa kumuunga mkono kijana wetu Mkurugenzi Joseph Mtalambiwa. Tazungumza kazi kubwa ya vyombo hivi vya tasnia, lakini pia tazungumzia faida, tazungumzia changamoto kama alivyozungumza, lakini pia tazungumza sapoti tunayotakiwa kuifanya kwa muda huyu wa tasnia ya habari. Kama alivyoeleza katika taarifa yake ya awali, lakini pia katika risala amezungumzia kazi kubwa ya uanzishaji wa online TV Dar es Salaam Tanzanite, kuwa amekuwa na historia ya muda mrefu kwa maana ya ndoto. Sasa ili limewezekana, na niwaambie wanamsumu, tunayo sababu ya msingi ya kupigana na kutembea kifua mbele. Maendeleo kuja ndani ya Rusumo ni makubwa sasa. Kwa kwamba zipo TV za online kama 2 ndani ya Ngara. Iko moja iko Kabanga na nyingine imefunguliwa inaitwa Shinze, tofauti na ya Radio Kwizera. Hiyo kwa Rusumo yetu sisi tumefunika, tumpigie makofi kijana huyu. Nazungumza hivi kwa sababu kijana huyu amethubutu kwa namna ambavyo watu hawezi kuamini. Nimetaja hizo online TV, wamiliki wake wana uwezo mkubwa kuliko uwezo alionao huyu bwana Joseph Mtalambiwa. Amethubutu na ameweza. Niseme kazi kubwa aliyosema, anahitaji kusogeza dunia katika viganja vyetu vya simu au kupitia TV ili tupate habari. Nyinyi ni mashahidi. Ukitaka kupata taarifa za dunia hii kwa muda mfupi, tunazipata katika vyombo hivi vya taarifa ambazo ni TV, YouTube, ambazo tayari ziko online. Na hivi tunavyofanya tukio hili, inawezekana likaonekana moja kwa moja kama linakuwa limeunganishwa kwenye mtandao. Kwa namna hiyo, tunahakikisha kwamba tunaunga mkono swala hili la huyu mwanzishaji wa chombo hiki, kuona ni namna gani anaweza kufikiria jambo hili na kawa faida kwetu.
Nikiingia upande wa faida, sisi ni mashahidi kupitia vyombo mbalimbali, redio, TV, tunaona matangazo ya kibiashara, na watu wa Rusumo ni wafanyabiashara. Huwezi kufika kila kona ukikimbia na miguu kutangaza shughuli zako za biashara, miariko na mambo mengine kama hayo yanayohitaji taarifa. Kupitia vyombo hivi tunaweza kupata taarifa kwa sekunde kidogo, kama ni miariko, changamoto za misiba, magonjwa na taarifa nyinginezo zinazohusu usalama wetu na maisha yetu. Kwa niaba ya Mheshimiwa mbunge wa wilaya ya Ngara, ambaye alitakiwa kuwepo leo hapa, tuliwasiliana naye wakati anasafiri wa lakini akaniomba na akasema yafuatayo. Watu wa Rusumo wanawapenda sana, na wengine wote waliotoka katika viunga vya Rusumo. Yeye kama mbunge wa wilaya ya Ngara yuko pamoja na sisi. Anasema maendeleo haya pia nasi tumemsaidia kumpiga chula teke katika hatua ya kuelekea katika. Lakini akasema yafuatayo mengine ambayo ni maagizo ya Mheshimiwa Rais, kuwa chombo hiki kimefika wakati mwafaka. Taarifa nyingi sana zinazotembea kwenye mitandao hutegemea na matukio ya wakati huo. Latest ndizo zinafanya media kuonekana unapata taarifa haraka mpya na kuzifikisha. Tunaelekea uchaguzi mkuu wa madiwani, wabunge pamoja na rais. Kumekuwepo na propaganda nyingi za uuzaji na upataji wa credit kupitia vyombo hivi vya media. Chonde, toeni taarifa za ukweli katika vyanzo halisi. Zungumzieni vitu vinavyoweza kusababisha usalama udumu katika maeneo yetu. Zungumzia mambo mazuri na kuweka uzalendo juu, ili nchi yetu iendelee kuwa na utulivu kufikia uchaguzi na uchaguzi wetu umalizike kwa usalama. Taarifa za uchochezi, upotoshaji na mengine yanayofanana kama haya katika uvunjifu wa amani, ningeomba katika chombo chako usiwe sehemu ya maeneo haya.